Nipo jijini Dar es Salaam kwa sasa. Sasa kwa kipindi cha miezi miwili nimebahatika kukutana na kufanya mazungumzo na watu wasiopungua 16 hadi sasa, ambao walikuwa wamevutiwa na huu uwekezaji. Unajua, kwenye hizi story nazokuwa wanaongea kuna vitu mbalimbali ambavyo nimeshavizungumzia vitu vingi. Sasa kuna watu ambao baadhi walivutiwa na uwekezaji wa hizi mashine, wengine kwenye vitu vingine kama vifaa vya umeme. Kwa hiyo sasa kuna baadhi walinicheki, tukawasiliana, tukapanga, tukakutana na tukazungumza. Sasa sitataja majina, lakini kuna kundi la watu ambao walikuwa wanazungumzia biashara ya slot machine, ambao waliniambia sasa dogo, inabidi tukafanye kazi wengi. Mtu unakuta sasa ushaamua utoke kwenye hizo story, lakini mtu unakutana na approach ambayo unaona kabisa huyu kweli anaweza kanirudisha huko, lakini sasa mwisho wa siku story inaishia katikati, yani inapotea. Maswali yao ambayo yanajirudia ni hivi, huu mchongo kweli una hela? Unamuelezea yeye una hela. Hivi mlikuwa mnaingiza shilingi ngapi? Unamwambia kabisa hela nyingi, milioni 200, milioni ngapi kwa mwezi, kwa idadi hii ya hela, biashara tulikuwa tunafanya hivi na hivi, inafanyika hivi na hivi, unamuelezea kila kitu. Unajua kuna zile issues za business proposal. Sasa proposal yangu mimi inakuwa ni ya present, kwa sababu mimi sioni kama kuna haja ya kuandika makaratasi, kwa sababu ni kitu ambacho nakuwa ninakifahamu, lakini pia wao ndo wanakuwa wamevutiwa na hii biashara. Kwa hiyo naitwa nikiwa sijui nimeitiwa nini. Kwa hiyo kwenye story anakuambia bwana, mimi navutiwa, nimetokea kuvutiwa na hii biashara, sasa nataka tukae tuzungumze nielewe vizuri. Unamwelezea, anakuambia, unamwelezea na changamoto zake, kwa sababu kila mchongo na faida na hasara zake unamwelezea, lakini wote mwisho wa siku ikawa kimya. Samani kwa wale ambao bado hatujazungumza, na wale ambao, sababu kuna wengine nimewadanganya nimetoka Dar, sipo Dar, si nini, na wengine ambao tunaendelea kuzungumza, wengine wamesafiri. Lakini sasa in short, kitu ambacho nimekuja kukigundua ni ile hofu ya wawekezaji wa Tanzania. Wana hofu kinoma noma, yani wana hofu. Inataka mtu unamuelezea kwa ushahidi kabisa, unamuonesha kabisa hiyo hapo. Kuna ile wasiwasi kwamba hivi nikiweka hii hela kweli hapa sipotezi. Unamwambia kama una wasiwasi usiweke, kwa sababu hata hivyo sio lazima kuweka hela, umenielewa? Nikaikumbuka story ya Mchina ya wawekezaji wenu ni waoga. Yani hata kama hela iko nje, lakini ni waoga kinoma noma. Japokuwa wengi wanakuwa wako serious, ila wanakuja wanafelishwa tu kwenye upande wa leseni, ugumu wa kupata leseni. Lakini kuna wengine wameziona fursa zingine nyingi tu kutokana na story ninazozielezea, na nimeshangaa pia, lakini nikagundua vitu vingi. Kwa hiyo vikao viendelee jamani, vikao viendelee hadi Mchina ashtuke, oya tumeanza kuamka.